kutafuta na kuokoa kilichopotea ni mwanadamu. Unapotenda maisha ya dhambi, unapoishi maisha ya dhambi, manake wewe umepotea, manake uko mbele za Mungu, manake uko mbali na Mungu. Lakini jioni ya leo Yesu anataka kurejesha, Yesu anataka kurejesha, Yesu anataka kurejesha, Yesu anataka kurejesha. Kazi yako ni kumwamini, kazi yako ni kumwamini. Mwamini Yesu Kristo. Yesu akuokoe leo, Yesu akurejesha kwa Baba, Yesu akurejesha kwa Mungu. Yuko Yesu jioni ya leo. Mwamini Yesu mwanamke. Haya maisha ulionayo yanakudanganya ndugu yangu, ingawa haya maisha ya dhambi ni kweli unayaona ni mazuri, lakini sikiliza, yanakudanganya mwanaume, yanakudanganya mwanamke. Mwamini Yesu Kristo leo. Yesu anataka kurejesha kwenye ufalme wake, kwenye ufalme wa mbinguni, kwenye ufalme wa mbinguni. Yesu anataka kurejesha. Kazi yako ni kumwamini yeye ambaye atakayeokolewa, ambaye atakayeenda mbinguni. Bila kumwamini Yesu Kristo, haleluya, 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 hakuna mtu mwenye dhehebu ambaye ataingia mbinguni. Hakuna mtu mwenye dini ambaye ataingia mbinguni. Atakaingia mbinguni ni yule mtu mwenye imani aliyemwamini Yesu Kristo. Yeye mwenye imani ndiye ambaye ataingia mbinguni, na imani yake lazima itokane ndani ya Yesu Kristo. Haleluya! Atakaingia mbinguni ni yule mtu mwenye imani, imani inayotokana ndani ya Yesu Kristo. Wako watu wanasema duniani hakuna watakatifu. Nikupe pole, duniani wako watakatifu wa Yesu, wako watakatifu wa Yesu. Na ndio maana Yesu anasema atakuja kuchukua watu wake, atakuja kuchukua wale waliomwamini Yesu Kristo, kama Zakayo alivyomwamini Yesu Kristo. Nawe jioni ya leo kwenye maisha yako mchukue Yesu kama alivyo. Achana na dini, dini haikusaidii chochote. Achana na madhehebu ulionayo, achana na madhehebu ulionayo, hayatakusaidia chochote. Wewe mwamini Yesu Kristo, maana Yesu Kristo ndani yake ana uzima wa milele. Akawaambia wanafunzi wake, mtapata mara 100 duniani na kisha uzima wa milele. Na kutangazia mwanamke, mwanaume, Yesu Kristo ana uzima wa milele. Kazi yako ni kumwamini tu, kazi yako ni kumwamini tu. Utakapomwamini Yesu Kristo utapata uzima wa milele. Haleluya, haleluya. Watu wanajivunia dhehebu. Mtu kimuuliza anaweza kataja dini yake, anaweza kataja dini yake kubwa, anaweza kataja dhehebu lake kubwa, lakini bado ni mtumwa wa dhambi, kwa sababu shetani kumtumikisha mtu dhambi. Wala ogopi dini, wala ogopi dhehebu la mtu, wala ogopi kuingia kwenye nyumba za ibada. Lakini Biblia inasema kwamba yule aliyemwamini Yesu Kristo, manake unapomwamini Yesu Kristo, Yesu akiingia ndani ya mtu, huyu mtu alikuwa anaishi maisha ya dhambi, lakini ghafla zile dhambi zinaondoka. Manake dhambi inapoondoka, manake tunasema shetani anaondoka ndani ya mtu. Haleluya, haleluya, haleluya. Zakayo alitamani kumwona Yesu. Zakayo alisikia habari za Yesu. Zakayo pamoja na utajiri wake, pamoja na vitu alivyo navyo, Zakayo alifahamu ya kwamba mtu akiwepo tajiri, tajiri ndiye anayeheshimiwa duniani. Lakini alikuwepo mtu ambaye hakuwa na vitu vya duniani, lakini alikuwa na utajiri wa uzima. Anaitwa Yesu Kristo, anaitwa mwana wa Adamu, anaitwa mwana wa Adamu. Yesu Kristo alikuwa na utajiri ambao wanadamu hawana, alikuwa na utajiri ambao wanadamu hawauoni, alikuwa na utajiri wa milele. Zakayo akasema, pamoja mimi ni tajiri, hapana, lazima nimwendee huyu mtu ambaye yeye, mbona kila mtu anamzungumzia yeye. Zakayo akasema
unasema hapana, lazima nitaenda kumwona. Nami nakutangazia wewe, mwamini Yesu Kristo. Yesu abadilisha maisha yako. Mwamini Yesu Kristo jioni ya leo akubadilishe, kama Zakayo alivyokuwa anaishi maisha ya dhambi akabadilika. Nawe jioni ya leo utabadilika mwanaume, utabadilika mwanamke, utabadilika mwanamke, utabadilika mwanaume. Mwamini Yesu Kristo leo, mwamini Yesu Kristo ngali hai, mwamini Yesu Kristo ngali hai. Yesu amekupa neema leo ya kuweza kutubu dhambi zako. Yesu amekupa neema leo ya kuweza kutengeneza njia zako, ya kuweza kutengeneza maisha yako. Yesu amekupa neema leo. Yesu Kristo amekupa neema uweze kutengeneza ungali bado uko hai. Maana ukifa habari zako zimeisha. Biblia inasema kwamba baada ya kifo ni hukumu. Mwamini Yesu leo, mwamini Yesu akubadilishe. Acha kujivunia dini yako. Una dini unavuta sigara, una dini bado na vimabu, una dini una wanawake wengi, una dini bado ni mwizi, una dini bado wewe ni kipaka, una dini bado ni mtumwa wa dhambi, una dini una madhehebu lakini bado ni mtumwa wa dhambi. Lakini ukimwamini Yesu Kristo, Yesu atakubadilisha. Hautakuwa mtumwa wa dhambi tena, hautakuwa kahaba tena, hautakuwa kahaba tena, hautakuwa mfiraji tena, hautakuwa mwizi tena, hautakuwa mwongo tena, hautakuwa mtukanaji tena. Wewe mwamini Yesu Kristo. Kazi ya Yesu Kristo ni kumbadilisha mwanadamu kutoka kwenye maisha ya dhambi. Yesu anakutafuta mwanamke, Yesu anakutafuta mwanaume, Yesu anakutafuta hapo ulipo. Wewe unaishi maisha ya dhambi, Yesu anakutafuta. Yesu anataka umwamini akusamehe. Yesu anakutafuta, Yesu anakutafuta leo. Yesu anakutafuta. Kilichopotea mwanadamu amepotea usoni pa Mungu. Mwanadamu hawezi kwenda mbinguni tena, mwanadamu hawezi kwenda mbinguni tena. Lakini Yesu anakutafuta jioni ya leo. Yesu anakutafuta jioni ya leo. Yesu anakutafuta jioni ya leo. Wewe uliye mfano wa Mungu, wewe uliye mfano wa Mungu, Yesu anakutafuta leo. Wewe uliyepotea mbele za Mungu, Yesu anakutafuta leo. Yesu anataka akurudishe, Yesu anataka akurudishe. Kama vile mchungaji anavyopotelewa na mnyama, anavyopotelewa na mbuzi au ng'ombe katikati ya ile kundi, katikati ya makundi ambayo anayachunga, anapopotelewa na mmoja, yule mchungaji huacha yale makundi mengi na kwenda kutafuta yule mmoja aliyepotea, na kwenda kutafuta yule mmoja aliyepotea. Kama vile mchungaji ndani ya makundi ya ng'ombe, mbuzi au makundi ya kondoo, atakapopotelewa na kondoo mmoja au wawili, atawacha wale makundi mengi na kwenda kutafuta yule mmoja aliyepotea. Biblia inasema, Yesu anasema kwamba nami nimekuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Yesu anasema kwamba yeye amekuja kutafuta kile kilichopotea. Na ndio maana Biblia inasema kwamba hata mchungaji, yeye aliyechunga mifugo yake, atakapopotelewa na kondoo mmoja, atawacha wale 99, ataenda kutafuta yule mmoja aliyepotea. Na baada ya kumpata yule aliyepotea, atamweka mabegani mwake, na atakapomweka mabegani mwake, atampeleka, atarudi naye. Yesu anasema kwamba hata yeye aliyepotea, hata yeye yule mchungaji akipotelewa na kondoo mmoja, atawacha wale 99 na kwenda kumtafuta yule mmoja. Na baada ya kumpata, atamweka mabegani mwake, na atarudi kwa furaha. Na atakaporudi naye, atawaambia wale majirani, njoni kwangu tufanye sherehe, kwa sababu nimempata kondoo wangu yule aliyekuwa amepotea. Biblia inasema kwamba ni furaha mbinguni mtu mmoja anapookoka, ni furaha na sherehe mbinguni mtu mmoja anapoacha ukaba, ni sherehe mbinguni. Ni zaidi ya sherehe za duniani, ni zaidi ya sherehe za kwetu. Biblia inasema kwamba ni sherehe mbinguni. Kahaba anapoacha ukaba, mfiraji anapoacha kufira, ni sherehe mbinguni. Ni sherehe mbinguni mtu anapoacha uongo. Mbinguni Biblia inasema malaika wanafanya sherehe. Ni sherehe mtu mmoja anapoacha kwenda kwa mganga kwa ajili ya biashara yake na kumwamini Yesu na kwanza kumtegemea Yesu. Mbinguni wanafanya sherehe, mbinguni wanafanya sherehe, mbinguni
atafanya suluhu pale utakapomwamini Yesu Kristo, pale utakapomwamini Yesu Kristo. Biblia inasema kwamba mtu mwenye haki anavyokufa, Yesu anatuma malaika wake, anaenda kumchukua yule mwenye haki na anaenda kulala mahali pa Ibrahimu. Lakini yule aliyekufa na dhambi, Biblia inasema kwamba Yesu anatuma malaika wake, anamwambia kamata huyu tupa kule. Sikiliza nikwambie, mtu mwenye dhambi ana thamani mbele za Mungu, na ndio maana vitu vichafu watu natupa jalalani. Ndivyo ilivyo mbele za Mungu, yeye ambaye anaishi maisha ya dhambi. Na ndio maana Biblia inasema